Nini? Sijui, labda mimi wewe sio mwanangu. Labda hujatoka kwenye tumbo langu hili. Yote tuku. Hebu toka hebu. Yote kufunga tuka. Mke wangu. Unajua dada yangu anamnyanyasa sana mzee. Kwa hiyo sasa nichukua na kifikiria kwenda kumfuata yule mzee tuweze kukaa naye. Tukiangalia sisi nafasi ya kukaa naye ipo na riski ipo. Sasa nasikia mzee kula ananyanyasika na fika kipindi paka chakula ananyimwa. Mzee anapangiwa muda wa kula paka matonge ya kumega anapangiwa. Sasa kweli karne hii ya kumshika mtu mkono muda wa kula chakula kweli? Hapana. Sasa mimi wangu. Nina ni jambo zuri sana. Ukarimu wazazi. Unajua? Basi ndio hilo mke wangu, ndio maana nikakwambia unajua siwezi kufanya kitu bila kushauriana. Kweli. Na anayekuja ni binadamu sio mnyama. Kwa hiyo naomba kwa idhini yako mke wangu waache mzee yule akaa naye. Kama mfungo utakuwa umeisha na bado ataendelea kubaki inshallah. Akisema nitakaa tu Ramadhani kisha Ramadhani nitaondoka basi ni heri, lakini sio kuendelea kunyanyasika. Na uwezi kujua mtu anapokaa na mzee wa mtu kama yule mwanaume anaona labda amepata mzigo mkubwa sana. Kumbe wenda wazee nao wana heri zao. Kweli. Basi kama futari utaandaa kutosha maana mimi ndo namfuata. Simu yangu mimi kwenye jambo hilo kuhusu mzee ondoa shaka. Uchelewahi kufika kutengeneza vitende vyako na uji umemaliza. Na baba. Ndio. Kwa hiyo mimi nimekaa pale. Wamenitesa sana. Yaani wamenitesa sana. Huyo dadako mwenyewe sio mtu wa kunipa mimi msaada. Umeona? Chakula sisi nilipewaga nakumbuka saa 9 ya usiku. Nimeamshwa mimi kupewa chakula, tena ubwabwa. Ameniuliza unataka mboga gani? Nikamwambia kuku. Mimi nikajua ni nani tu, ni upendo tu wa mwanangu. Usiku nikaamshwa, maskini ya Mungu, tukaanza kupiga matonge pale. Baka tunafika asubuhi. Kila mtu pale aeleweki. Ule mbaba kaingilia huku, au mwanangu kaingilia huku, sioni chai. Sioni kitu chochote hata uji. Umeona? Nikicheki jikoni paka anacheza chura. Umeona? Kwa hiyo ilikuwa vulumvalala. Sasa mimi nikasema ngoja nimuulize huyu mkwe wangu. Namuuliza, anaanza baba wewe ufungi, wewe mtu mzima. Yeye nikamwambia usinikalikie, mimi nina vidonda vya tumbo. Na vidonda vyangu vya tumbo vikifika ule mkesha tu kuamkia Ramadhani kuvunja jungu na vidonda vinaanza kucharuka tumboni. Kwa hiyo ndio maana mimi nashindwa kufunga, sio kama sipendi. Najua kipindi hiki kweli cha kutubu, najua. Umeona? Lakini naumwa. Nasikia bwana baba. Mimi niseme kitu kimoja. Nitamfuata. Nitamwambia ukweli wake. Sawa. Na pia nitamwambia chochote kitachoweza kujitokeza kuhusiana na wewe. Basi asijifanye anajihusisha tena. Sawa. Amekwepa majukumu. Si hataki wewe kuwa mzee wake ukae nyumbani kwake. Basi hilo limeisha. Karibu sana. Wewe hapa nyumbani, jisikie amani. Yaani umehisi leo na funga. Umeona siwezi, mwambie mkwe wako utakula, utalala, hakuna shida yoyote mzee wangu. Sawa. Sio kwa nyumbani, kuwa na amani kabisa. Sawa manangu. Yuko wapi mama? Katoka kidogo, kuna mambo ya chakula kidogo kaenda kuyafanya. Kwa sababu unajua sisi tumefunga, lakini wewe ambao ufungi lazima kutengenezee chakula ule. Unye binadamu sana. Nitashukuru sana. Haiwezekani sisi tumefunga wewe usiyefunga tusikununulie chakula, haipendezi. Sio kitu kizuri kwanza, hata Mungu anachukia bwana. Basi kuwa na amani mzee wangu. Asante.